Watu wa matusi, mko tayari? Because kwa hii video nitaguza the brown guy, the brown guy, the handsome guy, jamaa wa mashades, jamaa bouncer, jamaa wa ma six pack. Mko tayari na matusi? Leo nataka kuguza the brown guy tena. I'm back again. I am back again like I never left. Nataka kuambia, who is this brown guy tunaonanga huku na mashades? Brown guy alikuja USA mwaka wa 2004 inasemangwa nini? 2004 jamaa alikuja Marekani. Jamaa alikuwa pale, wameoana kwa AG. Kama mnakataa muende kwa ofisi ya AG huko Nairobi, muangalie hizo file zote. 2004 jamaa alifanya wedding. Dem aliwin green card, akafanya wedding na huyu jamaa, wakaletana hapa. Dem akamleta hapa Marekani. Haya, dem amemleta Marekani akiwa husband and wife, wakafika hapa Marekani. Jamaa hatosheki. Brown guy kawaida yake hatosheki. Bibi akaona, ai, wewe si tulikuja vizuri sana, niliwin green card, nika-include kwa green card yangu, sasa tumefika US, bado kumbe haukuwa real, kumbe haukuwa genuine, wewe brown guy. Ai, dem akaona hapana. Ai, hii mapenzi ilikuwa ya kuletwa USA. Ai, bibi akachoka. Bibi alikuwa anajua ni genuine, bibi alikuwa anajua ni mapenzi ya ukweli. Bibi akachoka, give up. Ikaisha hivyo, wakadivorce. Ai, jamaa, guess what? Saa hizo alikuwa amekimbia, ako kwa mwingine already. Divorce ikienda through, jamaa alikuwa na dem mwingine kwa hao. Kamuiste. Ai, huyu akamuiste, akashindwa. Ai, kwani hii brown skin ni nini inaanza kuniletea heart attack hivyo? Ni nini inaanza kupandisha blood pressure? Dem akachoka. Huyu dem na yeye pia akachoka. Lakini akavumilia because ni handsome. Wacha nivumilie. Ai, kabla dem aseme ati wacha nivumilie tutengeneze boma, uoi, jamaa kaishia kwa mwingine. Kidogo akapatana na Aren. Jamaa amepatana na Aren, beautiful brown girl. Ai, akasema hapa ndio poa sasa. Kwanza huyu Aren nitamweka pete. Wakaoana huko Bostoni. Harusi tunayo, wakafanya harusi, wakaoana. Mungu akawabariki na watoto wawili, wakabarikiwa vizuri sana, watoto beautiful, watoto wa age ya hawa wenye ako nao saa hii, wenye sio wake, wenye sasa ni step. Kidogo wakiwa na bibi, jamaa amezoea kukula nje. Guess what? In the process ya, unajua sasa venye walichukana na huyo bibi, jamaa hana kitu, lakini jamaa ana monyonyi. Jamaa anapewa monyonyi na bibi, mpaka ananunuliwa matruck bag. Kuna benefit alikuwa apatie huyu bibi, lakini sitataja hapa. Sitaki kuanika bibi. Hii video si ya bibi. Manake bibi ameumia zaidi. Mimi sitaki kuleta stories za bibi hapa. Lakini kulikuwa na ka benefit jamaa pia, advantage pia alete, but hakuleta. Jamaa akaplay mchezo yake. Badala atengeneza vitu kwa familia kama husband, vitu zikuwe sawa, jamaa bado aliendelea na shughuli zake, lakini bado ananyonya mnyonyi. Track 2 jamaa saizo alikuwa nazo. Guess what? Jamaa ni kuslide kwa DM, Muslido alianguka sasa kwa DM ya huyu mwimbaji mwenye alifariki, marehemu. Alislide kwa hiyo DM, marehemu hakumwamini. Mungu akamuongelesha, akamwambia huyu acha kumtrust, lakini jamaa alinunulia mtoto baiskeli jamani. Mwimbaji akajua, kumbe huyu ni Mungu amemtuma, Mungu amenionekania. Jamaa hadi ananunulia mtoto baiskeli. Ai, hapo kidogo, within 1 month
Jamaa alikuwa Kenya, amelipa dowry. Bibi wachani niwarudishe nyuma. Jamaa wakati walikuwa Boston wameanza kuongea na mwimbaji, jamaa alidanganya bibi anataka kuhamia Texas, ndio akiwa Texas aweze kufocus na kazi, manake anachoka sana kudrive hiyo safari yote kwenda Boston. Sasa akaambia bibi, jamani wacha nikae hapa ndio ni focus, wacha nikae Texas ndio ni focus. Kumbe ndio akuwe na freedom ya kuongea na wenye anataka. Na huyu mwimbaji akajua, haya nimepata celebrity, sasa is my time to shine. Within a month jamaa akateremka nyumbani, wakapigwa picha. Jamaa amevaa kofia, anajifunga uso, amevaa mashades, watu wanadhani ni style, ni kujificha. Bibi alipigwa na butwa. Mume wangu asalale, mume wangu amelipia mke mwingine dawari nyumbani, anawezaje nitenda hivyo? Akamwambia, sikiza mume wangu, kama unataka maisha yangu na hawa watoto wangu, rudi nyumbani tukae kama mume na mke, na uachane na huyo mwanamke mwimbaji wa Kenya mwenye ni marehemu sasa hivi. Jamaa akasema, hapana, huyu ni celebrity, wacha niendelee. Mwimbaji akaambiwa na marafiki na watu wenye wanajua huyu jamaa na marafiki wa mke. Mwimbaji akaambia, we jamani, wacha tukuharibu huyu jamaa, siwa huyu, wewe ni unaimbia, wewe ni wa kupeleka nyimbo za kupeleka watu mbinguni. Jamani, wachana na mume wa wenyewe. Jamani, huyu mume yuko hivi, tabia zake ndio hizi, wachana naye. Huyu marehemu akasema, hapana, mimi huyu ni wangu, Mungu amenibariki. Wanapigwa picha, wanaenda masafari. Jamaa anavaa hizo za kujificha, wanapigwa picha, wameinama hivi. Huyu marehemu anaposta, anasema huyu nilijua pasti yake, najua makosa yake yote, hata mimi niko na pasti yangu. Anataka kunyamazisha watu, lakini aliambiwa, unalilisha bibi mwingine, kwa nini unafanya hivi jamani? Akasema, sitaki kujua. Anyway, jamaa akaacha bibi na watoto, na bibi akambembeleza, anamwambia, jamani, rudi nyumbani mume wangu, wacha tuendelee kujenga boma. Alikataa, yeye akaenda zake kwa marehemu na watoto wake. Jamaa akamove on na maisha yake. Sasa niwaulize wangwana, mume amekataa kurudi kwake na kurudi na watoto na kuishi na mke na watoto. Mume ameona kwingine ndio kuna shine vizuri, nyota inang'aa vizuri upande huu mwingine. Huyu brown skin ameoa mara ngapi? Mara 4. Jamani, mara 4 ameoa. Huyu ndio mnataka abaki na watoto wenye si wake? Mume alipanga mizigo yake akaondokea, watoto wake amezaa. Huyo ndio mume mwenye ataenda kuwa baba ya watoto wa marehemu na ishi nao forever. Kwani nyinyi mnafanyaje? Kwani nyinyi hamlilii hawa watoto wa marehemu? Jamani, kama huyu kijana anaweza pack mizigo, aondokee watoto wake, aende safari ya kuanza maisha na mwanamke mwingine, munafikiri it is not possible kupack mizigo pia kuondokea hawa watoto? Mama hayuko sasa, mapenzi imeondoka. Pesa zenye sasa hivi yeye kwake sio kwa sababu ya watoto, yeye sababu anataka mali na anataka kushine na fame ya marehemu. Jamani, anataka kuishi akijulikana, anataka hiyo sifa. Jamani, huyu ni ungwana? Huyu ndio mume mwenye mnafikiri ataishi na hawa watoto na akuwe baba wa maana sana kwa maisha ya hawa watoto? Je, wake nani analilia hawa watoto wake wawili? Jamani, mbona huyu mwanamke bibi yake real wife haliliwi na mtu? Hakuna mtu anatetea huyu bibi yake, hakuna mtu anatetea hawa watoto wake, hakuna mtu anawahurumia. Mnamhurumia, amepoteza mke, atapata mwingine na ako na wengine. Sasa you think he cares? He doesn't give a about those kids. He gives up about the mali.